إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون. بعد يكمحمد الله سبحانه وتعالى kadhalika kumuombea sala na salama Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kufaulu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, al-ilmu ash-shar'i huwa mirathu al-anbiya'i, hakika elimu ya kisheria ndio urithi wa manabii. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakuwa ni wenye kurithiwa isipokuwa ile elimu waliokuja nayo kwa njia ya wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama thabata fi hadithin sahihin anna al-ulama hum warathatul anbiya, kama ilivyothibiti katika hadithi sahihi kwamba wale maulama waliobeba elimu ya kisheria ndio ambao wamerithi mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hadithu Abi Darda, hadithi yenyewe ni hadithi ya sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, hakika yamesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman wa fi riwayatin yaltamisu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna. Allah subhanahu wa ta'ala umpitishe yeye yule ambaye atakayepita katika njia anatafuta elimu, basi Allah anampitisha yeye katika njia za kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talib alilm, na hakika malaika wanaweka mbawa zao kwa mtafutaji wa elimu kwa kuridhia kile anachokifanya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, na mtu ambaye amebeba elimu ya kisheria anatakiwa msamaha yeye na walioko mbinguni kadhalika na wale walioko ardhini. Wala haitanu fi jawfil ma'i, mpaka samaki ambao wako ndani ya maji wanakuwa wanafanya kazi ya kumtakia msamaha aliyebeba elimu ya kisheria. Wa inna fadla al-alimi 'ala al-'abid ka fadli al-qamari laylatal badr 'ala sa'iril kawakib, na hakika
ubora wa mtu ambaye amebeba elimu, ubora wa alim juu ya mtu ambaye anafanya ibada, asiyefikia hatua ya kuwa alim, asiyebeba elimu ya kisheria, ni kama ubora wa mwezi tarehe 14 wakati ambao mwezi unajaa nuru yake yote juu ya nyota zingine zilizosalia. Ubora wake unakuwa ni mkubwa na nafasi yake inakuwa ni kubwa, kama vile ambavyo mwezi unapokuwa umejaa nuru unapokuwa na nafasi kuliko nyota zingine zilizosalia. Wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika maulama waliobeba elimu ya kisheria hawa ndio urithi wa manabii. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, na hawa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawajarithisha dinari wala dirham, hawajarithisha pesa, hawajarithisha mali inayoonekana kwa macho. Warathu alilma, lakini wao wamerithisha elimu ambayo walifunuliwa kwa njia ya wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhadhahu, yule ambaye atakayechukua elimu waliokuja nayo manabii, akhadha bihadhin wafirin, anakuwa amechukua fungu kubwa mno katika maisha yake. Kwa hiyo watu hawana cha kurithi kutoka kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ile elimu ambayo imekuja kwa njia ya wahi waliofunuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili linaonyesha namna gani elimu ya kisheria ilivyokuwa ni kitu cha thamani kuliko vitu vingine vyovyote vile ambavyo watu wanahangaikia katika haya maisha yao ya dunia. Kwa ajili ya hili sasa la ubora wa elimu, kana nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, idha jaahu talibul ilmi, anavojiwa na mtafutaji wa elimu aliyotoka alikotoka akafika kwake lengo kubwa likiwa ni kusoma, rahaba bihi, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamkaribisha. Faani Safwana ibn Assal radhiyallahu anhu, kutoka kwa Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu, qala, hakika yeye amesema, ataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mimi nilimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa fil masjid, hali ya kuwa mtume akiwa msikitini. Fakultu lahu, nikasema mimi kumwambia mtume, ya Rasulullah, mtume wa Allah, inni ji'tu atlubu ilma, hakika mimi nimekuja, sijaje kwa ajili ya jambo lingine isipokuwa nimekuja nikiwa ni mwenye kutafuta elimu. Fakala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, marhaban bi talibil ilmi, karibu mtafutaji wa elimu. Akamkaribisha kwa hali ya ihtiram kwa kile ambacho huyu mtu amejia kukifanya. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya haya maneno ya kumkaribisha huyu sahaba aliyekuja kwa ajili ya kusoma, mtume akasema, wa inna talibal ilmi, na hakika mtafutaji wa elimu, la tahuffuhu almalaika, anakuwa anazungukwa na malaika, watudhilluhu biajnihatiha, na malaika wanakuwa wanamfunika kwa mbawa zao. Thumma yarkabu ba'dhuhum ba'dhan, kisha wanapandana baadhi ya malaika kwa wengine, hatta yablughu as-samaa ad-dunya, mpaka wanapokuwa wanafikia mbingu ya dunia. Min hubbihim lima yatlub, kwa ajili ya kupenda kwao kile anachokitafuta nacho ni elimu ya kisheria. Wa huwa hadithun sahihun, nayo ni hadithi sahihi. Wa fihi fadhlun adhimun wa sharafun karimun li talibil ilm, na katika hii hadithi tunapata ubora mkubwa na utukufu mkubwa kwa mtafutaji wa elimu ya kisheria. Famarhaban bikum marhaban bikum marhaban bikum. Kwa hiyo watu ambao mmetoka mlikotoka mkaja eneo hili kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria, tunakuambieni karibuni, 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 kama vile ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anafanya kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria. Karibuni hili eneo, mmewakuta wenyeji, ishini vizuri na wenyeji ambao mmewakuta
kuweni na heshima kwa wao, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laysa minna man lam yukiru kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqan, si katika sisi yule asiyemheshimu mkubwa wetu, wala si katika sisi yule asiyemhurumia mdogo wetu, na wala si katika sisi yule asiyejua kwa alimu wetu haki yake. Kwa hiyo muwe na heshima na wale mliowakuta, zungumzeni nao vizuri na amiliana nao kwa muamala uliokuwa mzuri, huku mkiwa unajitahidi kwa ajili ya hili jambo mlilojia, jambo la kutafuta elimu ya kisheria. barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihima min al ayat wal hikma. aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. يعني واجه الله سبحانه وتعالى nakusieni kwa mara nyingine katika jambo la kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kufaulu. ibadallah, enyi waja wa Allah, ayuha almuslimun, enyi waislamu, haulai tulabul ilmi indakum, hawa ni wanafunzi ambao wamekuja kwenu, wametoka walikotoka kuja kwenu, lengo lao kubwa likiwa ni kutafuta elimu. Faahabbuhum, basi wapendeni, onyesheni mapenzi kwa wao. Warhamuhum, na wahurumieni. Wa idha raaitum ahadan minhum alkhata fawajjihuhu ila as-sawab, mtakavyoona mmoja wao amekosea, basi mwelekezeni kwa uzuri, kwa njia iliyokuwa bora, katika jambo lililokuwa la sawasawa. Wala taqulu lahum qawlan qabihan, na wala msiwe ni wenye kuzungumza kwa wao maneno mabaya, maneno yasiyokuwa yenye kuridhisha, maneno kama ya wale ambao wako mtaani, bali zungumzeni nao kwa maneno yaliyokuwa mazuri, maneno ya kuvutia, mpaka wahisi wako kwa watu ambao ni wazuri wakarimu. Wa anfiqu alaihim biqadri istita'atikum, na wahudumieni, wapeni mlichokuwa nacho katika mali zenu kadiri ya vile mnavyoweza. La'allakum tuzakuna bihim, inawezekana ninyi kwa kufanya hivyo mkawa ni wenye kupata riziki kupitia kwa wao. Watu wanavyokuwa wanawasaidia hawa watafutaji wa elimu, wasidhanie kwamba kule kusaidia kwao kunaenda tupu, wasidhanie kwamba hakuna wanachokipata. Hapana, inawezekana watu wakapewa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala, inawezekana watu wakazidishiwa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya wao kuwahudumia na kuwapa kitu katika mali zao watafutaji wa elimu. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، kutoka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hakika yeye amesema, kana akhwani ala ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na ndugu wawili katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na ikawa mmoja wao anamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anamwendea Mtume liyatluba al-ilma, lengo lake lilikuwa ni kwa ajili ya kutafuta elimu. Wal akharu yahtarif, na mwingine alikuwa anatafuta mali, mwingine alikuwa anajituma kwenye kuchuma mali. Wayamfiku ala akhihi, na alikuwa anatoa huduma kwa ndugu yake ambaye alikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa hana kazi nyingine, kazi yake ilikuwa ni kusoma, akawa anamhudumia. Sasa kwa vile ni jambo ambalo lilichukua muda mrefu na yeye ndiye ambaye alikuwa anafanya hiyo kazi kubwa, fashaka almuhtarifu akahu linnabii sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye alikuwa mfanya kazi, yule ambaye alikuwa anachuma na kumhudumia ndugu yake, akaenda
kumshtaki ndugu yake ambaye yeye alitenga muda kukaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa hana kazi nyingine isipokuwa ni kusoma. Akaenda kumshtakia kwamba huyu ndugu yangu hana kazi nyingine, yeye kazi yake ni kusoma peke yake. Akasema haya maneno kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia yule ndugu mtuma mali aliyekuja na kushtakia, akawaambia la'allaka turzaqu bihi, inawezekana wewe riziki unayoipata ni kwa sababu yake. Kile ambacho unachokipata kwenye kutafuta kwako inawezekana unakipata kwa sababu ya huduma zako unazozitoa kwa huyu ndugu yako ambaye hana kazi nyingine isipokuwa ni kusoma. Kwa hiyo hapa tunapata faida kwamba inawezekana wewe ukafanya unachokifanya, ukapata kitu kidogo, ukaamua kutenga kwa ajili ya watafuta elimu, ikawa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufungulia riziki wewe. Maana yake hii ni moja katika njia za watu kufunguliwa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuishi nao kadiri ya hali itakavyokuwa na mazingira yatakayokuwa, kwa sababu wametenga muda wao, wameacha miji yao, wamekuja kwetu, hawana kitu kingine wanachokusudia isipokuwa ni kutafuta kitu ambacho ni bora, kitu ambacho ni kizuri na uzuri wake hauna mfano. Kitu chenyewe ni elimu ya kisheria. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.